Habari zenu wapendwa, karibuni tena kwenye channel yangu. Leo nataka tuzungumze kuhusu jambo la muhimu sana, kuishi maisha ya ushindi. Watu wengi wanaishi kama waathirika wa maisha, wakilalamika, wakisubiri miujiza, wakihisi hawana thamani. Lakini wewe umeumbwa kuwa mshindi, sio kwa bahati, bali kwa kusudi. Umepewa vipaji, karama na uwezo wa kipekee. Kila mmoja wetu ana ndoto ndani yake, ndoto ya kuwa bora zaidi, kufanya makubwa zaidi, na kuacha alama kwenye ulimwengu huu. Swali ni moja tu, je, unaishi kama mshindi au kama aliyeshindwa? Je, unaruhusu hofu, mashaka na visingizio vikudhibiti? Leo nataka tufungue mioyo na akili zetu, tuvue fikra za woga na kujifunza jinsi ya kuishi maisha ya ushindi, maisha yenye kusudi, furaha na mafanikio. Ushindi wa kweli hauanzi kwa kupata vitu vya nje, gari la kifahari, nyumba kubwa au akaunti ya benki iliyojaa pesa. Hapana, wapendwa. Ushindi huanza ndani yako, katika akili na moyo wako. Kama akili yako imejaa hofu, mashaka na visingizio, hata ukiwa na kila kitu bado utajiona umeshindwa. Utakuwa kama mtu aliyevaa nguo za kifalme lakini ndani yake anajiona kama mwombaji. Lakini ukibadili mawazo yako, ukianza kujiamini, kujiheshimu na kuona thamani yako halisi, hapo ndipo ushindi wa kweli unapoanza. Utaanza kuona fursa ambazo haukuwahi kuziona hapo awali. Utaanza kuchukua hatua za ujasiri, hata kama unaogopa. Utaanza kuishi maisha yako kwa makusudi badala ya kuendeshwa na mazingira. Ushauri wangu wa kwanza kwako ni huu: badili maneno unayojisema kila siku. Maneno yana nguvu kubwa sana. Yanaunda picha katika akili yako, na picha hizo zinaunda maisha yako. Kama unajiambia kila mara siwezi, basi hutaweza. Kama unajiambia mimi ni maskini, basi utaendelea kuwa maskini. Anza kusema maneno ya ushindi. Badala ya kusema siwezi, sema nitajaribu. Badala ya kusema mimi ni maskini, sema mimi ni tajiri anayeendelea kujijenga. Kumbuka hadithi ya mwanamama mmoja alianza biashara ya maandazi kwa shilingi 500. Watu walimcheka wakisema hatafanikiwa. Lakini kila asubuhi alisema kwa sauti, siku moja nitakuwa na bakery yangu mwenyewe. Na leo hii ana bakery kubwa na maarufu mjini. Chapter 3. Watu wengi wana ndoto kubwa, lakini hawako tayari kufanya kazi kubwa. Wanataka mafanikio rahisi, bila jasho, bila kujinyima. Lakini wapendwa, mafanikio hayaji kirahisi hivyo. Mafanikio yanahitaji kujitoa, kujinyima na kufanya kazi kwa bidii. Mshindi anajua kwamba ili kufika kileleni, lazima apande mlima, na kupanda mlima ni kazi ngumu. Lakini pia anajua kwamba kila hatua anachukua inamkaribia kileleni. Hata kama ni hatua ndogo, hata kama ni hatua moja baada ya nyingine, anaendelea kusonga mbele. Haogopi kuonekana mjinga, haogopi kushindwa, na haogopi kufanya kazi ngumu. Chapter 4. Ushauri wangu wa pili kwako ni huu: jifunze kusema hapana kwa vishawishi vidogo kwa ajili ya ndoto zako kubwa. Tunaishi katika ulimwengu uliojaa vikwazo, vishawishi vinavyotaka kutupotezea muda na nguvu zetu. Mitandao ya kijamii, umbea, starehe zisizo na mpangilio, vyote hivi vinaweza kutuzuia tusifanye mambo ya maana. Jifunze kusema hapana kwa mambo hayo. Badala ya kutumia muda mwingi kwenye mitandao bila sababu, soma kitabu. Badala ya kulalamikia serikali au hali, tafuta fursa ya kujiendeleza. Jifunze kitu kipya kila wiki, hata kama ni kupitia YouTube, vitabu au semina. Kumbuka, kila dakika unayopoteza ni dakika ambayo huwezi kuirudisha. Chapter 5. Katika safari ya mafanikio utakutana na changamoto nyingi. Kutakuwa na vikwazo, kukatishwa tamaa, na wakati mwingine unaweza hata kuhisi kama unataka kukata tamaa. Lakini mshindi haogopi changamoto. Anajua kwamba changamoto ni sehemu ya maisha, na kwamba kila changamoto inakuja na fursa ya kujifunza, kukua na kuwa imara zaidi. Usiruhusu changamoto zikukatishe tamaa. Badala yake, zitumie kama stepping stones kukufikisha kwenye ngazi nyingine ya mafanikio. Kumbuka, mshindi sio mtu asiyeanguka, ni mtu anayesimama kila mara anapoanguka. Wapendwa, kuishi maisha ya ushindi sio bahati nasibu, ni chaguo. Ni safari, sio kituo. Na ni safari ambayo inaanza na hatua moja, uamuzi wa kuishi tofauti, kufikiri tofauti na kuwa bora zaidi. Ikiwa uko tayari kuanza kuishi kama mshindi kuanzia leo, andika kwenye comment, ninaishi kama mshindi. Na kama umejifunza kitu cha kukutia moyo leo, shiriki video hii na mtu ambaye anahitaji kujikumbusha kwamba ana thamani, ana uwezo na ana sababu ya kushinda. Kila mmoja wetu anaweza kuwa mshindi katika maisha. Kumbuka, ushindi sio tukio, ni mtindo wa maisha.